Mwinuka, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa kipindi hiki nimekuja na nyimbo mpya. Nyimbo hiyo nimeipa jina, inaitwa Mama. Ni nyimbo ya asili. Nimeimba asili ya Kikinga. Kwa nini nimeimba kwa namna ya asili? Nimeimba kwa namna ya asili kulingana na mazingira ambako niko, alafu na wakati huu asilimia kubwa watu wanapenda kufuatilia sana asili yao. Na ujumbe uliopo ndani ya nyimbo hiyo nimeangalia zaidi kwamba asilimia kubwa katika malezi ya mtoto tangu akiwa tumboni, anayehangaika sana ni mama. Anakuja kujifungua, kuna wakati unakuta mama mpaka anahatarisha uhai wake kulingana na anavyomtafuta sasa yule mtoto. Umeona? Na baada ya kuja kuzaliwa, unakuta asilimia kubwa mama ndio anayepambana zaidi na mtoto. Anapambana, kuna wakati anapitia mazingira magumu. Umeona? Ili mradi tu apate cha kumlisha mtoto yule, apate kula. Umeona? Kuna wakati mwingine unakuta mama kwa jamii nyingine, wengine mpaka wanafikia hatua ya kujiuza ili mtoto aende shuleni. Hujatindalama kwa ajili jane mama, kwa ajili jane ukusibuti alika, kwa ajili jane mama, kwa ajili jane ila binonu bado mama na usuwala, sisi sikali na usuwala, usombi mbabo bado mama na usuwala, ila binonu bado mama na usuwala, ila bisoni na utriolala, usombi mbabo bado mama na usuwala. Labda nipende kuelezea kwenye haya maneno ambayo nimepitia kuyaimba. Naweza nikasema kwamba nilivyozungumzia hapo awali ni kwamba kuna wakati mama anavyohangaika sasa kumlea yule mtoto. Unakuta wakati mwingine anajinyima hata kula. Umeona? Anahangaika asombe mbao, auze viazi. Umeona? Yaani kuna wakati mwingine anashindwa hata kuvaa nguo nzuri. Umeona? Anashindwa yaani hata namna kwamba apate hata kiatu kazuri kakutokea. Umeona? Yote hayo ni kutokana na malezi au upendo ule alionao ndani. Na ukisikiliza kwa makini hiyo nyimbo nimeimba kwa hisia, kwa maana tu namna ambavyo mama anakuwa na upendo. Unaweza kushangaa kuna wakati mtoto anakuwa mdogo mpaka anakuja kukua, kuja kufika hatua ya kujitegemea, lakini bado upendo wa mama unazidi kuwepo pale pale. Haijalishi kwamba yule mtoto ambaye alizaliwa kutoka kwake, huenda labda amepata kuolewa au amepata kuoa, lakini bado mama ataendelea kumpenda. Ndio maana nikaamua kuandika hiyo nyimbo ya mama. Onendile myankolo deva uguguveka uve mama vane. Onendile myankolo deva uguguveka uve uluwansulwa. Myankolo deva uguguleta uve mama vane. Onendile myankolo deva uguguveka uve uluwansulwa. Nisana auneko vego Ninavyomzungumzia mama, huenda labda mtu mwingine akafikiria kwamba baba hashughuliki kivyovyote kwa ajili ya kumlea mtoto. Hapana. Ninachomaanisha hapa ni kwamba ukaribu baina ya mtoto na mama, nani yuko karibu zaidi na mtoto? Pale asilimia kubwa ni mama. Mbali na kwamba baba anaweza kaandaa kile chakula kwamba kakiweka ndani kwamba ili mtoto apate kukila, ila mama ndio anaweza kujua kwamba leo ngoja niandae chakula fulani ili wanangu wale, au kesho niandae chakula fulani ili wanangu wale. Kwa sababu unaweza kashangaa asilimia kubwa unamuuliza mzazi wa kiume au mzazi wa kike mwenye maelezo ya kina kuhusiana na malezi ya mtoto, asilimia kubwa unaweza kukuta ni mama. Ninachopenda
kwa shabiki zangu, kwa wale ambao wanaendelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Na hii nyimbo ya mama unaweza kuipata kwa kupitia YouTube channel yangu, alafu kuna dundo.com, hiyo nyimbo unaweza kuipata kwa huko ambako nimekutajia, utapata na nyimbo zangu nyingi. Asante.